Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Basi karibuni katika mafundisho mafupi. Hii ni ibada tukiwa katika nyumba yetu kwenye mtaa wa Shauri Yako Kongowe. Acha tuamini, tuombe. Alafu tuangalie maandiko matakatifu, tuone jinsi gani Mungu anaenda kunena na kila mmoja wetu. Na kushukuru wewe Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu uliye juu sana, uliye mtakatifu. Bwana tunasema asante kwa kuwa Bwana umekuwa nasi kutoka asubuhi hadi muda huu ambao umeruhusu tuwe na ibada fupi kwa ajili ya kukuimbia nyimbo, kukutukuza, kukuabudu na hata kuangalia neno lako Bwana. Mungu enda ukajidhihirishe Bwana. Enda ukazidi kujitukuza Bwana. Tunasema asante kwa ajili ya kila kitu. Na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Acha tuangalie maandiko. Maana neno la Mungu, jana tumeona kwamba neno la Mungu huwa ni nuru na huwa inampa mjinga ufahamu. Leo acha tuangalie kitabu cha Yohana 5. Kitabu ambacho ni Yohana 5. Tunaenda kuona mwanamume ambaye alikaa katika hali ya ulemavu kwa miaka mingi. Lakini huyu mwanaume alikuwa na tumaini. Maisha yake ya kila siku alikuanga na tumaini. Tumaini ambalo mimi na wewe tunastahili tuwe nalo. Maisha ya Mkristo kila siku anastahili hawe na tumaini. Awe na tumaini kwa Mungu kwa kila jambo ambalo unalifanya, ama katika maisha yako ya kiroho unafaa uwe na tumaini. Na tumaini la kila Mkristo ni kurithi makao matakatifu ambao Yesu Kristo ameandaa juu mbinguni. Tumaini letu ni kuingia katika ufalme wa Mungu, ufalme wa milele na milele. Mahali ambapo kutakuwa hakuna kulia, mahali ambapo kutakuwa hakuna mateso. Mahali ambapo kutakuwa ni kutukuza Mungu, kuimbia Mungu kila siku. Hilo ndio tumaini ambalo liko katika moyo wangu. Na ndio maana kila muda nataka nikae maisha ya kumtumikia Mungu. Na hata kwako inastahili iwe ni hivyo. Sio kutumikia Mungu tu kwa kuhubiri injili, kufanya uinjilisti ama ualimu, kufundisha, hapana. Sio hivyo tu. Kukaa maisha matakatifu, maisha ya utakaso kila siku, huo ni utumishi. Maana unamtii yule ambaye alikukomboa kutoka utumwa wa dhambi. Unamtii na unakaa maisha ya haki, maisha matakatifu. Huo ni utumishi. Ndio maana Yesu anasema watumishi waaminifu watarithi ufalme wake. Lakini wale ambao ni wanafiki atawakata vipande vipande na kuwatupa katika tanuru la moto wa milele na milele. Acha tusome kitabu ambacho ni Yohana 5. Yohana 5 tutaanza ule mstari wa kwanza. Maandiko yanasema baada ya haya kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi, naye Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu karibu na mlango uitwao mlango wa kondoo, palikuwa na bwawa moja lililoitwa kwa Kiebrania Bethzatha, ambalo lilikuwa limezungukwa na kumbi 5. Hapa palikuwa na idadi kubwa ya wasiojiweza, yaani vipofu, viwete na waliopooza, wakigojea maji yatibuliwe. Kwa maana malaika alikuwa akishuka wakati fulani akayatibua maji. Yule aliyekuwa wa kwanza kuingia ndani baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wowote aliokuwa nao. Mtu mmoja alikuwako huko ambaye alikuwa ameugua kwa miaka 38. Yesu alipomwona akiwa amelala hapo, naye akijua kuwa amekuwa hapo kwa muda mrefu, akamwambia, "Je,
wataka kuponywa? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kuniingiza bwawani maji yanapotibuliwa, nami ninapotaka kutumbukia bwawani, mtu mwingine huingia kabla yangu. Mstari wa 8, Yesu akamwambia, inuka, chukua mkeka wako uende. Acha tusome tena huu mstari wa 8. Andiko anasema, Yesu akamwambia, inuka, chukua mkeka wako uende. Mara yule mtu akapona, akachukua mkeka wake akaanza kutembea. Basi hiyo ilikuwa siku ya Sabato. Naona tukifika hapo ni sawa. Ujumbe ambao Mungu alikuwa amekusudia tuupate, naamini tumeupata. Huyu mwanaume, maandiko yanasema kwamba alikuwa mgonjwa, aliungua kwa miaka 38. Na huyu mtu alikuwa na tumaini kwamba ipo siku ambayo maji yatatibuliwa na apate nafasi ya kuwa wa kwanza kutumbukia kwenye lile bwawa na apate uponyaji. Maana maandiko yanasema kwamba wakati malaika alishuka kwa wakati fulani na akatibua yale maji, mtu ambaye alikuwa wa kwanza kutumbukia kwenye yale maji, hata kama alikuwa na ugonjwa aina gani, alikuwa anapona. Huyu mwanaume alikuwa na tumaini, na ni mtu ambaye alikuwa ni kiwete. Alikuwa kila wakati tu maji yanapotibuliwa, wenye ambao wana magonjwa lakini miguu yao ni mizima wanaweza tembea, walikuwa wanatembea wanatumbukia kwenye yale maji na wanapata uponyaji. Anabaki pale pale. Mwaka mwingine unafika, malaika anakuja anatibua yale maji, anabaki pale pale. Wakati mwingine unafika, yule malaika anakuja anatibua yale maji, anabaki pale pale. Kwa nini? Anasema kwamba hana mtu wa kumbeba na kumtumbukiza kwenye yale maji wakati malaika ameshuka. Lakini tunaona kwamba siku ilifika. Yesu Kristo akaja mwenyewe. Yesu akaja mwenyewe akamkuta huyu mwanaume. Na Yesu alipomkuta huyu mwanaume akamuuliza, je, kiangalia mstari wa 6, je, wataka kuponywa? Huyu mtu akamwambia Yesu kwamba yeye hana mtu wa kumuingiza kwenye bwawa maji yanapotibuliwa. Akawa anajielezea kwa Yesu kwamba hata anapotaka kujiingiza, watu wengine wanatangulia mbele yake. Lakini huyu mtu alikuwa akati tamaa na ile situation ambayo alikuwa anajipa moyo kwamba ipo siku ambayo atafanikiwa, ipo siku ambayo atafaulu kuingia kwenye yale maji na apate uponyaji. Lakini ile siku Yesu anamwambia namna gani? Ukiangalia mstari wa 8, anamwambia inuka. Hakuna cha kutumbukia kwenye maji tena. Hapana. Ukombozi umekuja kwa ajili yako. Si kupitia malaika, hapana. Ukombozi umekuja kupitia Yesu Kristo mwenyewe. Yesu ambaye alisulubiwa msalabani kwa ajili ya wenye dhambi wote. Na huu ni ujumbe ambao unafaa kwa mtu ambaye ako katika toba, mtu ambaye amekuwa akililia Mungu rehema, mtu ambaye anauliza ni siku gani Kristo atajifunua kwangu. Huu ni ujumbe ambao unakuonyesha kwamba haustahili ukate tamaa. Yesu Kristo anakuja muda ambao hautarajii. Atakukomboa kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Na kama ni jambo lako ambalo umekuwa ukisubiria Mungu anaenda kutenda. Mungu anaenda kufungua milango. Mungu anaenda kukukomboa. Mungu anaenda kukupa tamanio la moyo wako. Kwa hivyo haustahili uwe na mashaka. Unastahili tu ukae katika neno, ukae katika maombi na umsubiri Yesu Kristo atende. Maana huyu mwanaume alikuwa na uvumilivu sana, na watu wengi leo wamekosa uvumilivu. Huyu mwanaume alikuwa na uvumilivu miaka 38 akigonjea tu apate kutumbukia. Lakini siku moja Yesu anamtokea. Yesu anamwambia sio mambo ya kutumbukia kwenye bwawa tena. Leo ni usikie tu neno langu na ulitii. Yaani Mungu anataka tu tuwe watiifu kwenye neno lake. Maana huyu mlemavu wakati alisikia neno la Yesu kwamba inuka,
chukua mkeka wako. Inuka, chukua mkeka wako uende. Hakuanza story nyingi. Maandiko yanaweka rekodi kwamba mara yule mtu akapona. Yule mtu alipona mara hiyo hiyo. Yaani kwa neno moja tu la Kristo kwamba inuka, chukua mkeka wako na uende. Yule mwanaume alipona mara hiyo hiyo. Akachukua mkeka wake, akaanza kutembea. Yaani yule ambaye alikuwa ni kiwete, alikuwa ni mlemavu, sasa amesimama, ameanza kutembea. Kwa sababu gani? Amekutana na Kristo na akatii chenye Yesu Kristo amemwambia. Hajaanza malalamishi ya nitasimama vipi na sina miguu, nitasimama vipi, siwezi kutembea. Hapana, alitii tu neno la Mungu. Huu ujumbe unatufundisha jambo la kwanza, kuwa na tumaini na Mungu. Jambo la pili ni utiifu katika sauti ya Mungu, utiifu kwa neno la Mungu. Kama Mungu anakuambia pitia katika hii njia, unafaa ujue kwamba hii ndio njia kweli ambayo Mungu anataka nipitie. Kama ananionya nisipite kwa hii njia, nafaa nijue kwamba Mungu hataki nitembelee katika hii njia. Tuwe watiifu katika neno la Mungu na tuwe wavumilivu. Hilo ni jambo la tatu, uvumilivu. Huyu mtu alikuwa na uvumilivu. Kwa hivyo tuamke kutoka kwenye usingizi ambao tumekuwa ndani yake, usingizi wa dhambi, usingizi wa kukosa tumaini. Tuwe na tumaini na Mungu kwamba yale ambayo yanatutatiza, mahitaji ya mioyo yetu, Mungu anaenda kuyatimiza kupitia jina la Yesu Kristo. Acha tusonge mbele. Acha tuangalie kitabu ambacho ni Luka 18 mstari wa kwanza, tutaenda hadi mstari wa 8. Maandiko yanasema, kisha Yesu akawapa wanafunzi wake mfano hili kuwaonyesha kuwa yawapasa kuomba pasipo kukata tamaa. Akawaambia, katika mji mmoja alikuwepo hakimu ambaye hakumwogopa Mungu wala hakumjali mtu. Katika mji huo alikuwako mjane mmoja ambaye alikuwa akija kwake mara kwa mara akimwomba, tafadhali nipatie haki kati yangu na adui yangu. Kwa muda mrefu yule hakimu alikataa, lakini hatimaye akasema moyoni mwake, ijapokuwa simwogopi Mungu wala simjali mwanadamu, lakini kwa kuwa huyu mjane ananisumbua, nitahakikisha amepata haki yake, ili asiendelee kunichosha kwa kunijia mara kwa mara. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo huyu hakimu dhalimu. Je, Mungu hata watendea haki wateule wake wanaomlilia usiku na mchana? Je, atakawia kuwasaidia? Ninawaambia atawapatia haki upesi. Lakini je, Mwana wa Adamu atakapokuja ataikuta imani duniani? Hapa kuna mjane na kuna adui na kuna hakimu ambaye ni dhalimu. Hakimu dhalimu inamaanisha ni mtu ambaye hana Mungu, yaani hamchi Mungu. Anajitumainia yeye mwenyewe tu, mawazo yake na hekima yake ya kibatili ya kiulimwengu. Lakini Yesu anawafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuomba pasipo kukata tamaa. Iwe ni katika wokovu, iwe ni katika kumtafuta Mungu, iwe ni ukiwa katika toba, au stahili ukate tamaa na kutafuta uso wa Kristo. Maana ukiisha kufikia ile nuru ya wokovu, hapo ndo umeingiza mguu mmoja kwenye lango la paradiso. Umeingiza mguu mmoja, maana kuna kutembea katika utakaso mpaka mwisho. Yesu anawaonyesha wanafunzi wake kwamba huyu hakimu alikuwa ni dhalimu. Maana huyu mjana alikuwa anakuja akidai haki kati yake na huyu adui, lakini huyu hakimu alikuwa ampi haki yake. Lakini huyu mjane hakukata tamaa. Aliendelea kuja kumsumbua yule hakimu. Anakuja leo, anakuja labda kesho kutwa. Huenda
next week anakuja tena, huenda mwezi ujao anakuja tena, anamsukuma. Yesu anaonyesha wanafunzi wake, hivyo ndo mimi na wewe tunastahili kuwa kwa Mungu. Yaani hivyo ndo tunafaa kuwa kwa Mungu. Uwe unatafuta wokovu ama uko katika wokovu, huo ndo moyo tunastahili kuwa nao kwa Mungu. Yaani moyo wa kuja kwa Mungu, kuomba pasipo kukata tamaa. Yaani kuomba, yaani kubisha pasipo kuchoka. Huo ndo moyo tunastahili tuwe nao. Moyo wa uvumilivu, moyo wa tumaini na moyo ambao si wa kukata tamaa. Huo ndo moyo ambao Yesu Kristo anatufundisha tuwe nao. Huyu mjane hakukata tamaa. Akaendelea mpaka naamini huenda ni Mungu alimguza huyu hakimu dhalimu ili apate kumpa yule mjane haki. Maana Mungu anajishughulisha sana na wajane na watu ambao wanaonewa. Mungu anasema hawezi akawaacha. Atawapa haki wale ambao wanaonewa. Naamini ni Mungu aliguza moyo wa huyu hakimu ambaye ni dhalimu. Ukiangalia mstari wa 4 anasema kwa muda mrefu, maandiko anasema kwa muda mrefu yule hakimu alikataa, lakini hatimaye akasema moyoni mwake. Yule hakimu anasema moyoni mwake, huo ni mstari wa 4. Injapokuwa simuongopi Mungu wala simjali mwanadamu. Unaona huyu mtu venye moyo wako umejaa kiburi. Huyu hakimu moyo wako umejaa kiburi. Anasema ingawa hata aongopi Mungu na hata amjali mwanadamu. Yaani inamaanisha huyu, inadhihirisha wazi kwamba huyu ni mtu moyo wake ambao hauna hofu ya Mungu. Ni mtu ambaye amejawa na kiburi ndani yake. Anasema injapokuwa simuongopi Mungu wala simjali mwanadamu. Mstari wa 5. Lakini kwa kuwa huyu mjane ananisumbua, nitahakikisha amepata haki yake, ili asiendelee kunichosha kwa kunijia mara kwa mara. Anaapa kumpa haki yake ili asiendelee kumtatiza. Na hivyo ndo sisi kwa Mungu huwa ni hivyo tu. Tukiendelea kuomba, kulilia Mungu rehema, inafika siku Mungu anafungua kitabu chako. Anasema acha nimpe huyu mtu kila ambacho hitaji la moyo wake. Acha nimpe hitaji la moyo wake. Afarijike, atoke kwenye maumivu makuu. Kama ulikuwa katika toba, unatafuta wokovu, umekuwa ukiomba, umekuwa ukitubu, umekuwa ukigeuka, umekuwa ukililia Mungu rehema akukomboe, akutoe kwenye shimo, akutoe kwenye umauti wa dhambi, akuleta katika ufalme wa nuru, ufalme wa Yesu Kristo. Mungu inafika siku anasema pasipo matendo ya huyu mtu, kwa yale ambayo Yesu Kristo alifanya pale msalabani Kalvari, nimekukomboa, nimekurehemu. Karibu nyumbani. Anakukaribisha nyumbani. Kwa hivyo, hatustahili kukata tamaa. Au stahili ukate tamaa, sistahili nikate tamaa. Tunastahili tuombe pasipo kukata tamaa hata kidogo. Acha tuangalie kitabu kingine tukitamatisha. Hii ilikuwa tu ni ibada fupi na Mungu amenisukuma tu nizungumze kuhusu kuwa na tumaini kwake, kuwa na moyo wa uvumilivu. Uvumilivu pia ni ni moja kati ya matunda ya Roho Mtakatifu. Kitabu ambacho ni Luka 11, tutaangalia mstari wa 5, tutaenda hadi mstari wa 13. Kisha akawaambia, huyu ni Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Kisha akawaambia, ni nani miongoni mwenu mwenye rafiki yake, naye akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki, nikopeshe mikate 3, kwa sababu rafiki yangu amekuja kutoka safarini, nami sina kitu cha kumpa. Kisha yule aliyeko ndani amjibu, usinisumbue, mlango umefungwa nami na watoto wangu tumelala, siwezi kuamka nikupe chochote. Na waambia, ingawa huyo mtu ataamka na kumpa hiyo mikate kwa sababu ni rafiki yake, lakini kwa sababu ya kuendelea kwake kuomba, ataamka na kumpa kiasi anachohitaji. Kwa hiyo nawaambia, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata, bisheni nanyi mtafunguliwa mlango.
Kwa kuwa kila aombaye hupewa, naye kila atafutaye hupata, na kila abishaye hufunguliwa mlango. Je, kuna yeyote miongoni mwenu ambaye mtoto wake akimwomba samaki atampa nyoka badala yake? Au mtoto akimwomba yai atampa ninge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa Roho Mtakatifu wale wamwombao? Huyu ni Yesu Kristo anazidi kufundisha. Yesu anazidi kufundisha kuhusu kuwa na tumaini na kuwa na uvumilivu. Na anazidi kufundisha moyo wa kuomba pasipo kukata tamaa. Kuomba pasipo kukata tamaa. Yesu anaanzia mbali tu na analeta wanafunzi wake hadi kufikia kwa Mungu ili wapate kuelewa. Anaanza na mifano ya ulimwengu tu. Anawaambia ni nani mwenye rafiki yake ambaye unaweza ukamwendea usiku, yule rafiki yako ukamwambia nina rafiki yangu naye amekuja kutoka safarini na sina chochote cha kumpa, akala ndo apate kupumzika, apate kulala, asije akalala na njaa. Alafu yule ambaye ako ndani akwambie mimi na watoto wangu tumefunga na siwezi kuamka nikupe unachohitaji. Lakini kama ukiomba, ukizidi kumsisitiza, tafadhali amka tu unisaidie, amka unikopeshe, nitalipa, amka unisaidie. Hiyo kusisitiza, Yesu anawaambia hiyo kusisitiza. Hata kama hata kupea ile mikate kwa sababu wewe ni rafiki yake, lakini kwa sababu ya ule moyo wa kusisitiza, ule moyo ambao si wa kukata tamaa, yule mtu ataamka, atakupa ile mikate hadi kiwango ambacho unahitaji. Hata ukitaka sukari na majani atakuongezea. Kwa nini? Anataka akupe uondoke, moyo wake upate upate amani. Hivyo kwa Mungu ni hivyo. Mungu akitazama moyo wako aone huyu mtu ananililia kila siku. Huyu mtu ananililia kila siku. Ananililia nimuokoe. Ananililia nimsaidie katika hili swala. Ananililia nimsaidie katika hili jambo. Mungu inafika kiwango anaona kuliko huyu mtu aendelee kushinda akiomba kila siku. Na nikiangalia moyo wake, aombi avitumie kwa njia mbaya. Mungu anajibu maombi yako. Huwa anakupa hitaji la moyo wako. Na maandiko yako wazi kabisa. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba yule mtu hata amka akupe ile mikate kwa sababu ni rafiki, lakini juu ya ule moyo ambao sio kwa tamaa, unamsisitiza atakupa unachohitaji. Atakupa unachohitaji. Alafu sasa Yesu anageuka tena anawaambia mstari wa 9. Yesu anawaambia, kwa hiyo nawaambieni, ombeni nanyi mtapewa. Ombeni, tuombe kwa Mungu naye Mungu atatupa. Yaani tuwe na moyo wa kusisitiza, kuomba pasipo kukata tamaa, kuomba pasipo kuchoka. Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtapata. Kila atafutaye hupata. Yote ambaye anatafuta wokovu wa kweli, wokovu wa kibibilia, Mungu atampa. Bora ukubaliane na asili yako ya kuzaliwa ya Adamu wa kwanza, na ukubaliane na kutubu na kugeuka kutoka kwa zile dhambi, na uweke imani kwa kazi ambayo ilikamilika pale Kalvari msalabani. Mungu atakupa wokovu wa kibibilia, atakuokoa. Kwa nini? Mungu sio dhalimu. Mungu sio hakimu dhalimu. Mungu ni hakimu mwenye haki ambaye apotoshi hukumu. Kwa hivyo Yesu anatufundisha tuwe na moyo wa kuomba pasipo kukata tamaa. Tuwe na moyo wa kutafuta pasipo kukata tamaa. Tuwe na moyo wa kubisha. Kuwa na moyo wa kubisha. Bisha utafunguliwa. Anashuka tena nawaambia kwamba ni nani mwenye mtoto ambaye anaweza kumuomba samaki na akampa nyoka? Haiwezekani tukaomba Mungu mambo mazuri na yeye akatupa mambo mabaya. Haiwezekani. Mungu sio dhalimu kiwango hicho. Hatuwezi kuomba Mungu mazuri na anaona haya mazuri tunaomba tuyatumie kwa njia ambayo ni ya manufaa, alafu atupe mabaya. Haiwezekani. Kitu tunafaa nijue ni kwamba Mungu anaangalianga ili jambo hiki kitu ninaomba nikitumia kwa manufaa gani. Kama naomba kwa makusudi mabaya, Mungu hatanipa. Lakini kama ninaomba kwa makusudi mazuri atanipa. Kama ninaomba uokovu,
Mungu atanipa wokovu. Atanipa wokovu. Kwa hivyo kuna hitaji la mimi na wewe tuombe pasipo kukata tamaa. Tusikate tamaa katika maombi. Tunastahili tushuke, tuwe na moyo wa kuvunjika na kupondeka. Moyo wa kunyenyekea kwa Mungu, moyo wa uvumilivu. Na tuwe na tumaini kwamba Mungu anaenda kutenda, Mungu anaenda kujibu. Acha tuangalie kitabu kingine kimoja ambacho ni Yakobo 4 mstari wa 3. Mungu anaangalianga moyo wakati mwingine tukiwa kwenye maombi. Anaangalia tunaomba kwa nia gani. Unaomba Mungu hichi, lakini unakiomba kwa nia gani? Kama ni kwa nia baya, Mungu hawezi akakupa. Lakini kama ni kwa nia nzuri, Mungu anakupea. Ili kiwe manufaa kwako na kwa wengine pia. Ukiangalia Yakobo 4 mstari wa 3. Mnapoomba mpati kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya, ili mpate kuvitumia hivyo mtakavyopata kwa tamaa zenu. Hivyo ndo maandiko yanasema. Hiyo ni jambo moja ambalo linaweza zuia Mungu kujibu maombi yako na yangu. Kama tunaomba vitu tuvitumia kwa njia mbaya, ni kama niombe Mungu anibariki na kazi ili nifanye ile kazi, nianze kutapanya pesa na makahaba ama malaya, nianze kufanyia zile pesa ushoga, mambo machafu, Mungu hata nibariki. Maana Mungu hawezi akaekelea mkono wake mahali ambapo anaona huu moyo unaenda kuharibika. Haiwezekani. Kwa hivyo tujichunguze sana. Tuchunguze njia zetu na tupate toba mahali popote ambapo tumekuwa hatutendei haki neno la Mungu. Upate toba. Pata toba na nipate toba pia. Maana hata Yesu Kristo mwenyewe alihubiri toba. Yesu aliambia watu watubu. Yesu aliambia watu wageuke. Yesu alionya watu dhidi ya moto wa jehanamu. Maana hakutaka mtu yeyote aingie mahali pale ambapo ni mahali pa hatari. Yesu hakutaka kabisa. Yesu aliambia watu katika kitabu cha Mathayo 4 mstari wa 17 wakati anaanza kazi ya Injili. Yesu aliambia watu vyema kwamba tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema. Yesu alianza kuhubiri kwenye mitaa ya Galilaya, anaambia watu watubu. Kutubu ni kufanya nini? Kutubu ni kugeuka na kuacha kile kiovu, kile kichafu, kile ambacho ni chukizo mbele za Mungu, kile ambacho kinasikitisha na kuhuzunisha moyo wa Mungu. Unaachana nacho na kugeuka na kutazama Kalvari, kuweka imani kwa kazi ambayo ilikamilika msalabani. Kutubu, kuacha chochote ambacho hakipendezi mbele za Mungu. Unaweka imani kwa Yesu Kristo. Yohana 3:16 maandiko yanasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali hawe na uzima wa milele. Maandiko yanasema kwamba Mungu alipenda ulimwengu. Mungu alinipenda na akakupenda. Ulimwengu ni wanadamu. Mungu alitupenda akamtoa mwanawe wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ili tukitubu dhambi na kugeuka kutoka kwa hizo dhambi na tuweke imani kwa Yesu Kristo tupate uzima wa milele. Acha tuamini, tuombe na Mungu alibariki neno lake. Nakushukuru wewe Bwana Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Sifa na utukufu ni kwako Baba. Nasema asante kwa ajili ya neno lako. Umetufundisha kuwa na tumaini. Umetufundisha kuomba pasipo kukata tamaa. Umetufundisha kuwa na moyo wa uvumilivu. Mungu enda ukachochee Bwana mafundisho haya katika mioyo yetu, na kwa kila mmoja ambaye anaenda kupata huu ujumbe kwenye mtandao, Baba enda ukajitukuze katika kila nafsi ambayo itakutana na huu ujumbe. Mungu enda ukasaidie Bwana kila mmoja ambaye amekuwa akikutafuta, enda ukaonekane, maana umeahidi kwamba kwa yule ambaye anakutafuta kwa moyo wake wote unasema kwamba utapatikana Bwana. Mungu enda ukajidhihirisha, enda ukajifunue, enda ukakomboe nafsi, enda ukaokoe watu Bwana, enda ukatimize matarajio ya moyo wa kila mmoja Bwana.
tafadhali Mungu, enda ukapokee sifa, enda ukatusaidie katika kila hatua na katika kila jambo, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Cha Mungu akawabariki, cha Mungu akatubariki pia, cha Mungu akajitukuze kupitia mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Mungu anawapenda, ndio maana alimtuma Yesu Kristo ili atukomboe kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Tuweke tumaini kwa Mungu. Wewe ambaye uko katika toba, weka tumaini kwa Mungu.